Ni siku nyingine, ni wakati mwingine. Leo tukiwa kwenye wiki ya 20, siku ya 136. Karibuni sana ndugu wapenzi na wafuatiliaji wa YouTube channel yetu. Kwa majina naitwa Hamadi Haruna Kigufa. Ni mtaalamu kutoka Mutafarm iliyopo chini ya Mutafarm Company Limited iliyoko kijiji cha Magole Estate, barabara kuelekea Kilosa, tarafa Dumila. Leo tuna mada mahsusi kabisa. Hasa kuzingatia shughuli unayoifanya kwa sasa. Kama mnavyoelewa ndugu wafuatiliaji wetu, kuku kwa sasa wanataga. Sasa leo ningependa tuzungumzie walau mayai, issue ya mayai, kwamba yakoje, yanafanyaje na process zote zinazohusiana na mayai. Kwa kwanza kabisa ningependa tufahamu kitu kimoja. Kuku ili waweze kutaga wanahitaji wapate chakula, na kile chakula kinahitaji virutubisho ambavyo vimekuwa balanced vizuri ili kufanya hiyo shughuli iendelee vizuri. Kuku ili aweze kutaga anahitaji kiasi kikubwa cha energy, yani carbohydrate au wanga. Lakini zaidi ya hapo, ili mayai yawe na size kubwa na yaweze kuwa makubwa, kuku anahitaji kiasi kikubwa cha protini. Lakini ili mayai yawe, hii eggshell iweze kuwa imara, wanahitaji madini yawe vizuri kwa ajili ya kufanya yai liwe na ubora hasa kwa ndani. Kwa mfano ukija kuangalia ule unjano wa ndani, hizo zote ni vitamins. Sasa hivyo vitu vyote vinatakiwa viwe katika namna ambayo imekuwa balanced vizuri. Sasa mbali na hapo, kitu ambacho tungependa kuizungumzia pia kwa sasa ni kama mnavyoelewa, nyakati za asubuhi ndio nyakati ambazo kuku huwa wanataga kwa kiasi kikubwa. Sasa kupitia hilo zoezi unatakiwa uwe makini sana, kwa sababu ukifanya mistake kidogo unaweza kupata hasara, sababu movement zinakuwa ni nyingi, hasa nyakati za asubuhi kuanzia saa 1 mpaka mida saa 5 asubuhi, movement za utagaji zinakuwa ni nyingi. Kwa mpishano wa kuku unakuwa ni mkubwa, mbanano wa kuku unakuwa ni mkubwa kwenye yale mazingira ya kutagia. Kwa hiyo ukichelewa kuokota mayai kwa wakati, inawezekana ni sababu ya kupata hasara kwa ukubwa. Kwa hiyo kupitia hilo ningependa kushauri, unatakiwa uwe makini sana, hasa zile nyakati za kukusanya mayai. Asubuhi kwa unaingia mara kwa mara kucheki mayai na vitu kama hivyo. Lakini mbali na hapo, unapokuwa unakusanya mayai, unakusanya kwa kutumia kifaa gani? Kifaa chochote ambacho unaona kwamba kwako ni sahihi kwa wakati huo, either kama ni tray au unaweza kutumia ndoo, chochote utakachoona kwako ni sahihi kukusanyia mayai ni vizuri. Kwa nini nasema hivyo? Wakati mwingine huwa inategemea na kuku wamezoea mazingira yapi. Kuku hawa mayai huwa hawapendi stress, hasa hizi nyakati za kutaga. Sasa kuna stress ambazo zinatokana na mazingira mapya.
Ikitokea ameona kitu ambacho ni kipya ambacho hawajakizoea, kwa namna moja au nyingine huwa inapelekea mshtuko au stress kwa namna moja au nyingine. Sasa kupitia hilo unatakiwa uwe na kitu ambacho tayari washakizoea. Kama ni tray, kama ni ndoo, ndio unakuwa unaingia nayo kukusanyia mayai. Lakini zaidi ya hapo, kitu kingine ambacho unatakiwa kukizingatia ni wakati wa ukusanyaji mayai. Kwa maana kwamba mayai inakuwa ni mengi. Kwa hiyo unavyokuwa mbeba mayai mengi wakati mmoja, ikitokea mistake yoyote ile, kuna uwezekano ukavunja au ukapata hasara kubwa. Kwa hiyo kama unaweza ukawa unachukua mayai kidogo kidogo ndani ya muda mfupi itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo ningependa kushauri, unapokuwa unakusanya mayai, unatakiwa uangalie mazingira yakoje. Kama unaweza ukachukua mayai kidogo ukayapeleka au ukakusanya kwa paka kufikia level fulani ukapeleka, au ile mara kwa mara, na yenyewe ni vizuri. Tunakuja kwenye issue nzima ya kuhifadhi mayai. Mayai haya kama mnavyoelewa, mayai huwa yana vitundu vidogo vidogo sana ambavyo huwa vinaingiza hewa ndani au vinaingiza relative humidity kwa ndani. Sasa kupitia hilo, kwa namna moja au nyingine, mayai hayatakiwi yaloane au yapate unyevunyevu wa aina yoyote ile. Kwa maana kwamba mayai hatakiwi yawekwe sehemu ambayo yana unyevunyevu. Zaidi ya hapo, yanatakiwa yawekwe sehemu ambayo ina utulivu na sehemu ambayo ni pakavu. Kama umeziweka tray zako vizuri, hakisha unaweka pallet, au kama ni juu ya meza, kupitia zile tray ambazo either ni za plastiki au ni za karatasi ambazo unahifadhia mayai, basi eneo liwe lina utulivu, lakini pia liwe ni kavu, lisilokuwa na unyevunyevu. Lakini zaidi ya hapo, store yako hakikisha kwamba kuna mzunguko mzuri wa hewa, kwa maana kwamba uwepo wa joto kubwa ndani ya store ya mayai kupelekea mayai kuharibika. Kwa hiyo hakikisha hilo pia. Lakini zaidi ya hapo, kitu ambacho ndio ukifanye ni kuweza kutenga mayai yako kulingana either na size au kulingana na ubora. Kwa mfano, kuna yale mayai ambayo tayari yanakuwa yamevunjika kwa namna moja au nyingine, either bandani au wakati wa ukusanyaji au wakati wa utunzaji, unatakiwa uyahifadhi kivyake. Lakini pia kuna yale mayai ambayo yanahitaji usafi wa kipekee. Kwa mfano, mayai labda yamechafuka, mayai yana kasoro fulani, unatakiwa unayatenga. Lakini zaidi ya hapo, unaweza kutenga mayai yako pia kulingana na size, kwamba size hii niweke hapa, size hii niweke hapa, au size hii itakuja niuze kwa bei hapa, na size hii itakuwa taiuza kwa bei fulani. Kwa hiyo leo kwa ufupi kabisa nimeamua niwape dondoo hizo kuhusiana na mayai, na ningependa tu kuwashukuru kwa kuendelea kutufuatilia, na niwaahidi tu tutaendelea kuwapa dondoo nyingi kuhusiana na masuala ya ufugaji ndani ya Muta Farm. Nashukuru sana. Niwaombe tu muendelee kutunga mkono kwa kusubscribe account YouTube channel yetu, lakini pia usisahau kulike, kushare, lakini pia kama una swali, una any suggestion, unaweza kuweka kwenye comment section na tupo kwa ajili yako, tutakusikiza. Asanteni sana.